Nyoka ndio mnyama pekee mwenye maadui wengi duniani. Ni kweli sio kweli? Kila mtu anayemwona nyoka anataka ampige, amuue. Tena Wakristo wana hasira kwa sababu wanadhani yule nyoka wa Eden. Sio huyo. Bwana asifiwe. Lakini nyoka, kila maadui wengi wa nyoka duniani ni wanadamu. Hakuna mtu anapenda nyoka. Hata wa China wanampenda, wamuue kwanza ndo wamle. Lakini lazima afe. Menelewa? Na wanasema waganga, si kuna watu wanakaa na manyoka na nini? Wanakaa nao kwa sababu wafanikiwa, wanamtumia nyoka sababu wana faida yao kwao. Si ndio? Kwa sababu ana faida yao kwao. Bwana asifiwe. Lakini nyoka ni adui wa kila mtu. Lakini mambo ya ajabu, kati ya wadudu, au si nyoka ni mnyama, ni mdudu. Haya, kati ya wanyama au wadudu kama nyoka walio wengi duniani, nyoka anaongoza kwa kuwa wengi. Yaani nyoka ni mnyama ambaye wanazaliana, yaani japokuwa ana maadui mengi, lakini nyoka ndo mwenye uwezo wa kuzaliana sana. Maana kuwa na maadui hakumzuii kuzalisha na kuendelea kujaza himaya yake. Sikiliza kwa makini. Nyoka ana maadui wengi, lakini ndo mnyama ambao watathmini kwamba wako wengi. Hapa hamna tembo, si ndio? Nisikufiche, hapa kuna nyoka ila hujui iko wapi. Uwezo kukosa nyoka. Sikiliza. Hapa kuna milia hayupo. Mbwa hayupo. Nyoka yupo. Tuizunguka tuchimbe uone. Yaani nje ya kuwa na maadui, ananenepa, anazaliana na maisha yanaendelea. Sasa kama nyoka ana kichwa kidogo, anaweza kuishi vizuri na maadui hawa wasimuone. Sisi na vichwa vikubwa, kwa nini hatuwezi kujua namna gani ya kwenda nao? Nataka utie ufahamu leo mtakatifu. Wewe fikiria, nyoka, kuna hekima ya nyoka. Yesu anasema muwe na hekima kama nyoka. Nyoka anajua mimi kila mtu ni adui yangu. Alafu anajua jinsi ya kwenda naye. Siku ukaona nyoka, ukamwona nyoka anapita, ile ni siku ambayo amekosea njia, ni siku ya kufa nyani, mtu ufanye. Lakini nyoka sio rahisi kumuona. Unaweza kaishi na nyoka ndani ya nyumba miezi 6 na usijue yupo pale. Huyo ndo nyoka. Anajua kuishi na maadui zake. Na kichwa chake kadogo. Kichwa kidogo. Lakini anajua muda gani atoke, muda gani adui yake anatoka. Yaani kwa ukipishana na nyoka ujue wewe alikuwa kwa safari zake hakujua. Yaani unajua kila kitu. Hawezi kuwa kwa peke yake. Amekosea njia, siku ni siku ya kufanyana. Unaishi na nyoka ndani ya nyumba mwaka mzima. Alafu hujui kama kuna nini? Sijakwambia uende nyumbani ukachangue sasa vitu hapa. Kumbe Yesu anasema muwe na hekima kama nyoka. Muwe na busara kama nyoka. Kumbe tuna uwezo wa kuishi na maadui zetu, tukanawili, tukazaana, tukazalisha, tukafanikiwa, na bado wasiweze kutuangamiza. Sema amina, Mungu asikie. Sema amina, Mungu asikie. Sema nitaishi na adui zangu kwa akili. Sijasikia, sema nitaishi na adui zangu kwa akili. Adui zangu kwa akili. Kwa sababu ninajua Mungu alichoweka ndani yangu ni kikubwa kuliko akili zao. Sema amina, Mungu asikie. Haleluya, tena na tena. Sema Sema amina, Mungu asikie. Haleluya tena. Nataka nizungumze na
kanisa hili. Kuogopa wachawi mwiko, kuogopa magonjwa mwiko, kuogopa kufilisika mwiko. Hata kama umefilisika, ninalo tumaini la kunyanyuka tena. Biblia inasema mwenye haki wa Mungu anapoanguka ananyanyuka tena zaidi ya mara 7. Sema amina, Mungu asifiwe. Unapokuwa kwenye kanisa hili la mchungaji Godson, mimi mwenyewe nimemuona Mungu nikiwa hapa. Ninamuona Mungu nikiwa hapa. Ninaona nguvu za Mungu nikiwa hapa. Ninaenjoy nikiwa hapa. Ninajisi kama niko Dar es Salaam nikiwa hapa. Sema amina, Mungu asifiwe. Haleluya. Tena tena na tena na tena na tena na tena. Sema jamani, watoto wa Godson mmebarikiwa nyie. Amen. Light mimi ningekuwa huko, ningekuwa hata natoka Mazindi na kuja kusali huko. Hata kama nitakosa nauli hata kwa mwezi mara moja niwepo. Amen. Ibada ina uwepo. Wapigaji wako vizuri, waimbaji wako vizuri, kanisa limechangamka. Unaona hapa kuna uhai.